Mfahamu daktari aliyelala na maiti. So hi guys, Ishanga will speak. Let's get into it. Mwaka 1931 Dr. Carl Tanzer alifall in love na binti aliyefahamika kwa jina la Maria, au alipendana na msichana aliyefahamika kwa jina la Maria. Huyu ni Dr. Carl Tanzer na huyu ni binti Maria. Maria alikuwa ni mgonjwa wake, alikuwa ni mmoja kati ya wagonjwa wake. Ni mgonjwa wake ambaye alikuwa anauguliwa na ugonjwa wa kifua kikuu, au kitaalamu tunaweza kusema tuberculosis. Na baada ya muda Maria aliaga dunia. Maria alipofariki, Dr. Carey aliomba ruhusa na idhini kwenye familia ya kina Maria kwamba yeye ashughulikie mazishi yote, yani kila kitu kuhusiana na mazishi ashughulikie, na ndugu zake walikubali kwa sababu ni watu ambao walikuwa kwenye mahusiano. Basi akanunua kaburi la kifahari. Kama tunavyojua kule wenzetu nje wana utaratibu wa kuuza makaburi. Yani na yale makaburi yanakuwa kama nyumba, yani inakuwa imetengenezwa kama kijumba hivi, alafu ndani ndio mtu anakuwa anazikwa huko. Watu mnakuwa mna uwezo kuingia kwenda kusali au kumwombea huyo mpendwa wenu. Kwa hiyo huyu Dr. Carey akanunua hilo kaburi la kifahari ambalo lilikuwa linapendeza na kuvutia, na akaenda kumzika mpenzi wake Maria. Na ikapita miaka miwili, lakini ndani ya hiyo miaka miwili Dr. Carey alikuwa kila siku jioni lazima aende akamtembelee Maria. Na tukumbuke kwamba Dr. Carey peke yake ndio alikuwa anafungua, ambaye alikuwa na access lile kaburi. Kwa hiyo kila siku jioni alikuwa anahakikisha anaenda kumuona Maria. Ikaenda akaona haitoshi. Alichokifanya akaiba mwili wa Maria akaenda nao nyumbani kwake. I know. Oh my god. Oh my god. So akachukua ule mwili wa Maria na akaenda kukaa nao nyumbani kwake. Hali ilompelekea kumhalimu kwa sababu ilimbidi anunue expensive products kwa ajili ya kukeep ule mwili usioze. Kwa alikuwa ananunua vitu vya gharama, yale madawa ambayo, na kwa vile alikuwa ni daktari, kwa haikuwa kazi ngumu kwake. Kwa alikuwa ananunua zile dawa kwa ajili ya kufanya mwili wa Maria usioze. Na kama kawaida mpenzi lazima amhudumie mpenzi wake. Kwa hiyo Dr. Carey alikuwa anahakikisha anaenda maduka ya nguo, ananunua nguo nzuri na kumvalisha mpenzi wake au marehemu Maria. Hali iliyopelekea kuwapa watu mashaka. Watu wakaanza kumhisi kama mtu mzima, ana mke, hayuko kwenye mahusiano, lakini yani kila baada ya muda fulani anaenda kununua nguo nzuri kwenye maduka mazuri kwa ajili ya kuvaa mwanamke, na hayupo kwenye. Lakini hiyo ilikuwa haitoshi pia. Majirani zake pia nao walianza kumshuku kama amekuwa ni mtu ambaye wa ajabu kwa kipindi cha muda mrefu. Walianza kumuona ni kama mtu ambaye anakuwa anaongea usiku, lakini alikuwa anaonekana kivuli chake kilikuwa kinaonekana kupitia dirisha, akiwa anacheza na kitu kilichohisiwa ni kama mdori mkubwa ambaye ndo alikuwa Maria. Kama tunavyojua maneno yanasambaa, atasikia mimi, atasikia yule, atasikia yule, atasikia, especially kama yakuwa vitu vikubwa kama hivyo. Kwa hiyo akamfikia dadake na Maria, akaenda kumtembelea Dr. Carey, announce ndani kwake, na kweli akakuta maiti ya mdogo wake, na Dr. Carey akachukuliwa hatua, akakamatwa kwa kesi ya grave robbery, lakini hakukaa ndani kwa muda mrefu kutokana na kesi yake ilikuwa iko nje ya muda. I don't know how things works kule wenzetu, but yeah guys, I hope you enjoy. Wait for another video.